kama kuna mtu mjinga kiasi gani anayeweza kuhujumu huu mradi, wewe sio Mtanzania, sio Mtanzania kabisa kabisa kabisa, kwa sababu kuna watu sasa hivi wanaendelea wenye kuzikata zile kebo ambazo zimetoka chini kwa maana ya kulinda mradi. Sawa? Sasa inanishangaza sana, inashangaza kweli kweli, kama miongoni mwenu wapo wanaowaza kuhujumu mradi huu, kukata kopa kwa ajili ya kulinda zile transformer na kulinda mradi wote kwa ujumla, wewe akili yako ni mbovu. Nina imani siku nyingi sana mimi nimeendelea kutoa elimu juu ya huu mradi, nilikuwa nawaza pia labda walinzi au ni nini na nini, lakini kwa sasa hivi sasa ni walinzi au ni kitu gani? Usiku wanafanya hizo hujuma au ni sisi mchana tunahujumu wakati wa mapumziko? Halo? Halo? Tuache kuhujumu mradi huu. Ni mradi wa kwetu, ni mali yetu, vizazi na vizazi, watoto wetu watakuja kutumia. Sisi tunazeeka sasa, na kuna wengine bado vijana wadogo wanatakiwa huu umeme wautumie, halafu wewe unaharibu zile kopa ambazo zimetoka chini, tumemwagia zege, zimeamka kwenye zile transformer, zile huwa zipaswi kuungwa. Sasa kwa sasa hivi inabidi tuanze kutindua, alafu tuunge zile, huwa ziungwe, zitaka zitoke moja kwa moja kule, alafu ziunge kwenye transformer. Watu wamekata tena, inaumiza sana. Kama ni walinzi basi, lakini kama miongoni mwenu hapa, na waomba msifanye hayo mambo, hayafai. Tupunguze hizo njaa. Kama umeshindwa kushiba kwenye mshahara ambao unalipwa, huwezi ukaja ukaendelea kwenye kukata kitu cha 8,000 cha 9,000 cha 7,000. Haki ya Mungu nawaambia, yani huo ni upumbavu na ni upuuzi uliopitiliza. Watanzania tujitahidi, tusihujumu hivi. Kwani tusikufananisha na wewe na wale waliotuharibia Oktoba 29? Kwani tusikufananisha na wale walioandamana maandamano ya kupumbavu, wakachoma vitu vya kitaifa, wameunguza mali za watu binafsi, wamefanya vitu vya ajabu? Kwa nini wewe usiwe miongoni mwa wale wajinga? Na waomba jamani, chonde tumalize hii kazi hapa, tutengeneze certificate na sehemu nyingine tukafanye kazi, yaani tukaaminiwe kama tulivyoaminiwa hapa. Hawa jamaa wametuamini sisi, tumefanya kazi vizuri kabisa, majengo yamepanda yale, alafu kinakuwa kitu cha ajabu, kwa hiyo tayari tunaanza kukata kopa, tunaharibu tena. Wazee, kuna vijana hapa mna biashara zenu vidogo vidogo, sio basi skrepa, sio nini, matakataka gani, sio mna nani hapa, msije mkaonekana nyinyi miongoni mnayefanya yale mambo. Na waomba sana jamani, haukatazi kufanya machupa manini mamifuko matakataka, haukatazi na mliruhusiwa hivyo. Sasa inaonekana kwamba tayari mnaanza kujiongeza na vitu vingine, na waomba sana msije mkahujumu hii kitu, haipendezi. Tumejenga substation nyingi tu, lakini sijai kuona kwamba watu wanaanza kukata tena zile nyaya ambazo watu tumefikia ardhini kwa ajili ya kulinda mradi. Watu wanaanza kukata zile, sijai kutokea hata siku moja. Ndio kwa mara ya kwanza substation hii hapa hii mnaanza kuhujumu tena. Kweli tufanye kazi kwa weledi, tusiharibu huu mradi, ni wa kwetu. Hao ndio tunakaa kwenye vyombo vya habari, tunakaa kwenye mitandao kusikiza wanasiasa wapuuzi kabisa wanaohujumu taifa hili. Au nanyi ni miongoni mwa watu ambao wanahujumu taifa, wanasiasa vilaza kabisa ambao hawachungulii hata hii miradi, kama kuna miradi mikubwa ya kitaifa inaendelea, na wao ndio kwanza wanakuwa wanachochea kwenye kuchoma moto. Wanasiasa wapumbavu. Nimeumia sana baada ya kuonekana jana kuna uchunguzi umefanyika, halafu watu wamekata kopa kwenye transformer. Tunaungaje sasa? Kwa mfano jamani, kama ni walinzi, tukifanya utafiti hapa, kama ni walinzi basi tuplay na walinzi, lakini sitaki nije nione kwamba kuna mfanyakazi miongoni mwenu hapa
ndio muhusika wa kufanya uharibifu kule? Hapana. Naeleweka vizuri? Yaani tukifanya research hapa, sitaki nione kuna mfanyakazi hapa eti anaonekana yeye ndio kahusika kwenye uharibifu. Tuwakamate watu wengine, ima wale wanaokesha hapa usiku kwenye kulinda, hao ndio labda tufanye hivyo, lakini sio miongoni, kwa sababu nimeshaongea na nyinyi mara kadhaa. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, sika na kwamba sielewi, kuna vijana huko wengine watukutu wapo, lakini kwa sababu nilishatoa elimu hiyo, sina imani kana kwamba eti wewe sio msikivu. Sina imani yani, kwa sababu nishaelimisha sana juu ya kuangalia hii kitu hapa, na nimemwambia safety officer kwamba akazungumze na nani, akazungumze na walinzi. Mimi sitaki yani sitaki kabisa yani hayo mambo. Safety akaongea na walinzi, kama ni wao wanakesha usiku badala ya kulinda alafu wanaanza kumenyea zile nyaya, hatuwezi kuelewana. Chonde haya mambo huwa wanafungwa watu yani, wakikuhisi na ukibanwa unakwenda ndani miaka ya kutosha, wewe ni mhujumu uchumi, tafsiri yake. Sawa sawa. Kwa hiyo vijana wadogo ninawaomba sana, tafadhali acheni tamaa. Kama hujashiba kwenye sinia, huwezi kushiba kwenye kijiko. Baada ya kusema na imani tumeelewana. Kwa hiyo swala la ulinzi wa mali hapa za mali za kwetu sisi zote hizo mali za kwetu yani. Serikali inapambana kwenye kugharamia madude yote haya. Mwenye jukumu la kulinda ni wewe mwenyewe Mtanzania. Hata katiba inaelekeza jukumu la ulinzi na usalama wa taifa mpaka na mali zilizopo ni jukumu la kila Mtanzania. Utakuwa ni mtu wa ajabu wewe Mtanzania hapo unahujumu. Kwa hiyo niwaombe chonde. Baada ya kusema hayo, ndugu, tuendelee kuhakiki maudhui ya leo. Asanteni sana kwa usikivu wenu. Sikiza majina jamani.